Mwaka 2012 mume wangu akaniambia nimelikodesha hilo shamba kwa Leso Dafi. Baada ya hapo nikaenda kusubiri mpaka 2012. Akasema akaunganisha mipaka yangu. Baada ya kuunganisha mipaka yangu nikaenda ofisi ya mtendaji wa kijiji. Nikamwambia waite hao ndugu. Alipoitwa mbele ya mtendaji wa kijiji akaonyesha muhtasari wa mauziano. Akasema hilo shamba nililinunua wakati yeye hajaolewa. Baada ya hapo nikaenda ofisi ya kata kwa katibu kata. Nikaeleza hilo, wakaitwa Leso, Yohani na Martini ambaye alikuwa ameandikisha shamba langu. Walitukuta tukaenda kuandikishana nyumbani. Nikiwa nimelewa, sasa mimi sijui kitu. Mimi najua ni kwamba nimekodesha, wao wakaandikisha kuuza. Shilingi ngapi alikupa? Ni 140,000. Na alikupa hiyo hela yote? Yule tulikula na yeye, kwanza hajanipa, anaenda kunywa anatoa mfukoni kwake. Hata mkinywa anatoa mfukoni? Anatoa mfukoni kwake. Analipa. Wewe ulikuwa ukai nyumbani? Mimi sikai nyumbani. Kwa nini? Sijui hata. Sasa hivi umerudi nyumbani? Sasa hivi nimerudi. 2023 ndipo mgogoro umeanza. Mama miaka ile 10 ilivyoisha, ndio mama akaleta lalamiko lake ofisi ya kijiji. Na ofisi ya kijiji wakamwambia ndio hati hii ilivyoonekana ya kwamba kuna mauziano badala ya kukodi. Na nitoe rai kwa watumishi wengine wa serikali. Nchi inaongozwa kwa sheria, kanuni na taratibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametutuma sisi hapa sio kuja kuonea watu, sio kuja kuwavuruga watu. Ametutuma kuja kuwasaidia, kuwaongoza, kuwaelekeza kwa upendo, kwa huruma na kuhakikisha kwamba kila mtu anajisikia salama kwenye ardhi ya Tanzania. Sasa isifike mahala kuna mtumishi yote wa serikali anafika mahala anatumia nafasi yake kuonea au kuvuruga wananchi. Hilo sitakubali. Tumesikia hapa na wote hapa nyinyi wote mnakiri kwamba hii familia wameonewa. Familia ya Pendaeli wameonewa. Na huyu angekiri tu akaachia ile shamba, mimi wala usikute leo huku nisingefika. Lakini labda Mwenyezi Mungu ametaka nifike kwa sababu kuna wengine wameonewa. Lakini hawajui hata wapi waanzie, wapi waelekee. Mwanamume tu mzima huyu anaenda kuvamia shamba la mwenzake na miaka 10. Lakini sio hivyo tu, mna kesi ya kufoji mikataba. Sasa kama kuna watu wana tabia za zinazofanana na hizi za huyu, Babati sio salama. Wenye tabia za kuonea wenzao sitaki kusikia. Lakini pia kina baba, yule baba angekuwa amesimama kwenye nafasi yake asingeingiza familia kwenye tatizo. Kabla sijaja nimefuatilia historia yako, ulijiingiza kwenye ulevi wa kukithiri. Mpaka ukafika mahala umeingiza familia kwenye matatizo. Lakini wapo kina baba wengine wenye tabia hizo, ulevi wa kukithiri. Na inafika mahala unakosa fedha ya kunywea, inabidi uende ukaweke mpaka ardhi. Mnawatesa kina mama, mnatesa watoto. Kwa hiyo sasa baada ya kusema haya, natamka leo kwamba lile shamba na usigusi. Kwa sababu umeenda kulima wakati umeshaambiwa kwamba lile shamba ni la mtu na limeshakabidhiwa. Ole wako nikukute kwenye lile shamba. Wananchi mnanisikia? Nimesemaje? Ole wake nimkute kwenye lile shamba. Kama amechukua hela akarudishe hela ya watu. Mama kaingia kwenye shamba lako. Wananchi wote mlindeni huyo mama akarudi kwenye shamba lake. Hatutaki uonevu kwenye hili eneo. Sitaki uonevu kwenye hii wilaya. Kama umemuzia mtu karudishe hela, na hiyo tabia ya kujifanya unavimba, mnapewa maelekezo na serikali, unaenda kuvimba, unaenda kufanya vitu tofauti, marufuku.